Siku njema ya Jumapili leo tarehe 1 mwezi wa 3, nimekutana na kiongozi mmoja wa shule za huku kanda C. Tulikuwa na mafundisho mazuri, tumejifunza. Siku ya leo atapata kutueleza kijana wetu anaitwa nani, ametokea wapi na nini ambacho amekipata siku ya leo. Ndugu mtazamaji, huku tuko Mbozi, atatueleza ametokea shule gani mwanafunzi huyu. Bwana asifiwe. Amina sana. Umejifunza nini siku ya leo? Kwanza nianze kabisa na majina yangu. Unaitwa nani? Naitwa Jabir Beka Mwajungwa. Nimetoka shule ya Mlangali Sekondari, ni mwenyekiti wa Kasfeta pale, nasoma kombi ya PCB. Binafsi kwa siku ya leo, kwanza nimshukuru Mungu kabisa kwa kunipa neema ya kuhudhuria kwenye joint mass ya tarehe 1 mwezi wa 3 leo. Nimeweza kujifunza mambo mengi, hususa somo la na njia ya kufanikiwa kielimu katika karne ya 21 ambayo imefundishwa na mwalimu Swiga au unaweza ukamuita kwa jina la Fadhili Swiga. Kwanza kabisa manake nasema kwamba kwa habari ya kufanikiwa kielimu katika karne ya 21 kwamba ili ufanikiwe kielimu kuna mambo lazima uyazingatie, lakini kwanza kabisa tukirudi akasema kwamba kufanikiwa kielimu manake kwanza Mungu anabariki kupitia vitu vikuu vitatu. Sema kwanza atabariki kazi ya mikono yako, manake lazima ufanye kazi ili uweze kufanikiwa. Lakini pili, kwenye mifugo kwamba lazima uwe mfugaji. Lakini namba 3 ni kwamba atabariki hata mashamba, manake hapo utakwenda kubarikiwa kwa namna hiyo. Sasa kwenye kazi yetu tukaangalia kwamba kuna malengo ya elimu, kwamba elimu ina malengo gani? Malengo au madhumuni ya elimu. Manake lengo la kwanza elimu ni kupata maarifa, kwamba tukasoma maandiko kutoka Methali kwamba apendaye mafundisho au apendaye maarifa, apendaye elimu mafundisho apenda maarifa. Manake hilo ni neno la msingi zaidi, kwamba ukipenda mafundisho apenda nini? Maarifa, kwamba lazima ujifunze ili kupata elimu. Hilo ni jambo la kwanza, kupata maarifa. Lakini elimu vile vile tukasema kwanza ni kujiandaa kwa ajili ya maisha, kazi, ujasiriamali. Hata tukirudi kwenye masuala ya Biblia tukianza kuangalia, jambo la kwanza Mungu aliwafundisha wanadamu ni ujasiriamali. Kwenye bustani ya Eden alisema kwamba nendeni mkailime bustani na kuitunza. Kumbe tunaweza tukajifunza kwamba vile vile elimu inatusaidia kujiandaa kwa ajili ya maisha, kazi na kadhalika. Lakini pia elimu tukasema kwamba elimu inaweza ikaelezwa kwa namna mbalimbali. Wapo watu ambao wana falsafa mbalimbali wameeleza kwamba elimu inaweza ukaisamadi. Wengine akasema elimu ni mchakato wa maisha, maanake elimu ni mchakato wa maisha. Lakini wengine wanasema kwamba elimu ni njia ya kutatua matatizo ya watu wengine. Hapa naweza nikaeleza kwa kifupi. Naposema elimu ni njia ya kutatua matatizo ya wengine, maanake unapopata elimu, ujuzi fulani, maanake inakusaidia kutatua changamoto ambazo zipo kwenye jamii. Mfano labda nimegundua kwenye jamii yangu, labda kama hakuna kitu fulani, labda hawajalima, mimi nikalima, maanake sasa kwa sababu mimi nimelima yale mazao, wanaweza wakaja kwangu kuyapata, mimi nakuwa natatua njia zao, lakini mimi najipatia kipato. Hiyo ndo kwenye elimu. Lakini naweza nikaingia kwenye hatua nyingine, nikienda kwa haraka zaidi, nilichojifunza leo kwamba elimu inapatikana kwa njia mbalimbali. Njia moja hapo ambayo tunaweza tukasema kwamba elimu inapatikana ni kwa njia ambayo tumesema kwamba kupitia kwa njia mbadala. Njia mbadala kwa maana labda ya ufundi, kujifunza, lakini vile vile kuna njia rasmi. Njia rasmi tunazungumzia kwa maana ya kukaa darasani au vioni, nikajifunza darasani, maanake hiyo hapo ni njia nitapata elimu. Lakini kuna njia nyingine ambayo ni njia isiyo rasmi. Hii inapata kutokana kwenye familia. Kwenye familia kuna mafunzo mbalimbali, wazazi wanaweza kukufundisha namna ya kuishi na watu, wakufundisha tabia na maadili vingine na kadhalika, unaweza kujifunza zaidi. Hapo ni kwenye masuala ya elimu. Lakini tukazungumza kwamba kwenye swala la elimu tunasema kwamba kwa sasa tulikoelekea sasa, kwa elimu na mambo yanavyoendelea kuanzia labda 2020 mpaka 30 hapo, ni kwamba kwanza kuna matumizi makubwa ya akili bandia, maanake tunazungumzia kwa artificial intelligence, AI. Maanake hapo tunakuwa tunatumia hiyo, hapo unaanza kuona kwamba dunia ilipofika sasa, kwamba kumekuwa kuna ugunduzi wa vitu vingi. Hiyo AI inaweza ikasaidia kwenye vitu mbalimbali, kwenye masuala ya kazi, lakini kuna vitu vingine ambavyo vimegunduliwa zaidi. Ukianza kuangalia kuna kitu kinaitwa teknolojia ya binadamu mashine. Leo utagundua kwamba kuna robot ametengenezwa anaitwa Sofia, pia yupo Saudi Arabia, amepewa kama Ulaya kabisa. Lakini kuna hiyo unaweza kama mwanafunzi akasoma mtandaoni labda kupitia labda program mbalimbali ambazo zipo, lakini AI hiyo inaweza ikatumika. Lakini pia tumesema kwamba kuna kitu kinaitwa afya, kipo kwenye swala hilo hapo kwenye karne hii. Lakini kuna kilimo. Lakini vitu vya muhimu sana ili uweze kufanikiwa kielimu, tukasema kwanza lazima uwe na malengo ya wazi.
malengo ya wazi, kujiwekea malengo. Hata kwenye Biblia anasema kwa kukosa maono watu waacha kujizuia. Maono ni jambo lazima ambalo mtu awe nao, kwamba nakuwa na maono kwamba nifike mahali fulani. Kiufupi naweza nikasema maono ni ile picha kubwa ya mwisho ambao unaweza ukaipata, picha kubwa ya mwisho ambao unaiona mbele. Maana sasa kwenye maono hapo, elimu lazima uwe na maono. Kama una ndoto za kuwa daktari, lazima uwe na maono hayo. Lakini tukasema ili niweze kufanikiwa pia kielimu, lazima kwamba niwe na time management, namna ya kutunza muda, kwamba muda ni mtaji mkubwa sana kwenye maisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimejifunza kutoka kwa Mwalimu Fadhili. Amekuwa akielezea kwa undani zaidi kuhusiana na kwamba lazima kwamba muda, kulipa gharama ya muda. Ukipoteza muda, hakuna siku nyingine duniani kama leo. Ukipoteza leo, ukipoteza saa, lazima ujue kwamba utaulipia ule muda, manake kuna thamani kubwa katika muda, kwamba ile fanikiwa. Lakini kingine kwamba kwenye swala la kufanikiwa kielimu, lazima utunze afya ya mwili na akili. Afya ya mwili na akili, manake hapo lazima kwamba utazingatia kanuni za afya, utazingatia na namna gani naweza ukatunza afya yako ya kimwili na kiakili vile vile. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema kwa ufupi nikaweza kusummarize ni kwamba hivi, leo somo la leo lilikuwa ni zuri kwenye Gentmas ya leo tarehe 1 mwezi wa 3 kutoka kwa Mwalimu Fadhili Swiga. Kwa maana hiyo unaweza ukajifunza zaidi kwamba tunaweza tukafanikiwa hasa katika karne ya 21 kwenye mambo haya, hasa kwa kuzingatia kile ambacho tunakipata. Kwa hiyo yote kwa yote, kama mimi mwanafunzi leo nimeweza kupata vitu vizuri, naamini kwamba hata mimi kinakwenda kunisaidia kwa namna moja. Hata baada ya kumaliza masomo yangu, nitakaporudi kwenye jamii, sitakuwa mtu ambaye tu nipo, nitakuwa ni mfano bora wa kuigwa kwenye jamii, kwa sababu nimejifunza. Kwa hiyo nini naweza kusema kwamba remember that every successful person has a painful story. Asante sana. Nataka nikuoje kitu kimoja hapo. Katika siku ya leo ya tarehe 1 mwezi wa 3, kitu gani ambacho umeongezewa? Binafsi kwa siku hii ya leo, bila kuwa hata na wasiwasi wowote au bila kuwa na kupepesa macho, naweza nikasema kitu ambacho nimeongezewa zaidi leo, kwamba kwenye maisha kwamba tatizo linapotokea, manake kama mimi nikafanyika, yani tatizo linapotokea, mimi natakiwa kwanza kutafuta ufumbuzi wa kile kitu, manake kwanza nisiwe mvivu wa kufikiri. Kwa maana hiyo, kwanza nimejifunza kwamba elimu inaweza kuwa ni unapopata elimu unakuwa ni mtatuzi wa matatizo ya watu katika jamii, lakini mimi napata faida. Kwa nilichopata kujifunza zaidi ni kwamba lazima nisiwe mvivu wa kufikiri, nifikiri vitu zaidi, yani niwe mbunifu kwenye kile ninachokifanya, yani elimu yangu isiwe tu kwenye makaratasi. Ndio maana kama mwalimu alipoeleza kwamba kuna tofauti ya elimu lakini na akili, kwamba elimu ama kwenye makaratasi, naweza nikawa kwenye makaratasi nimepasi vizuri, ndio, lakini ninaporudi mtaani kwenye maisha, kwa maana je, ninachanganuaje mambo mengine na kuweza kutatua tatizo lingine. Kwa hiyo hapa ni kwamba ni lazima nisiwe mtu ambaye ni mvivu wa kufikiri. Kwa hiyo nitumie ile elimu, nitoe kwenye maandishi, nilete kwenye vitendo. Nadhani hicho hapo ndo kitu ambacho nimeongezewa zaidi na vingine vingi. Barikiwe sana. Amina sana. Amina.